Karibu customers wetu. Hapa leo tuko katika kibanda yetu, ni karibu tu na store yetu ya Wamureithi. Tuko na kibanda kidogo hapa nyuma. Hapa ndio tunaweka hizi vitu ninawaoneshaga, shears hizi. Sasa hapa ni kwa kibanda yetu, yenye tunaweka display. Kiangalia utaona kuna shears. Ziko aina nyingi. Ziko aina mingi. Haya, na hizi ni curtains. Na hizi ni curtains. Hizi zote ni curtains. Karibu, hizi ni curtains, hizi zote ni curtains. Mpaka hizi. Tukimulekea bosi role sio. Hizo zote ni curtains na shears. Na pande hii tuko na bed sheet. Tuko na neti, tuko na bed sheet, tuko na curtains, ndio kaleha zile. Hizo zote tunakuuzia kwa bei poa. Karibu customers wetu. Ukikuja hapa kwa stage ya Fleria utatupata hapo mahali tunauzia. Tuko pia na t-shirt. Tuko na t-shirt. Tuko pia na t-shirt. Customer ukiangalia hapa utaona t-shirt. Niko size medium na size kubwa za vijana, za wazee, za wamama, zote tunakuuzia. Na shears umeziona hapo na curtains. Tuko na warmers hapa. Warmers, tuko na warmers. Kuna warmers. Ukiangalia hapa utaona warmers. Zingine ni mfuko za kuweka mattress. Zingine ni mfuko. Zingine ni za kutandika. Iko aina mingi. Kwa hivyo ukikuja customer utaweza kupata mali yetu. Hiyo ni sample tu zenye tuko nazo. Kuna sokoni. Leo nimewaletea ujumbe mpya wa habari ya Mungu. Nimewaonyesha hapo vitu zenye tuko nazo kama shears na curtains na warmers. Hizo mmeziona hapo kwa kibanda yetu. Na sasa nataka kuwapea neno kidogo ya Mungu. Inatoka katika kitabu ya Zaburi 40. Inasema, nalimngoja Bwana kwa subira, kwa saburi. Akaniinamia, akakisikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Bwana asifiwe. Ni jioni njema, nimekuja ili nikupe neno la kukutia moyo customers wangu. Ati nalimngojea sana Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Zaburi 40 inasema hivyo. Kwa hivyo hii kazi ambayo tunafanya, hii kazi yetu inahitaji kuvumilia na kumngojea Mwenyezi Mungu. Na mwimbaji aliimba akasema ya kwamba wale ambao wanavumiliaga, wale ambao wanakuwa na roho ya uvumilivu, wanaiguzaga roho yake Mwenyezi Mungu. Huwezi kaa siku mingi na Mungu akaje akuachilie hivyo. Kwa hivyo kuvumilia kunalipa. Kama ni hiyo biashara yako, ndio maana niliwaambia wapendwa, kila mtu huanza pale chini akienda juu. Kwa hivyo kama ni hii biashara ambayo tunafanya, tunahitajika tukue na uvumilivu zaidi. Tukue watu wenye kuvumilia, hata si kwa kazi peke yake, hata kwako nyumbani. Kama unataka kusimamisha familia yako, jamii yako, ni lazima uwe na roho ya uvumilivu. Kama ni bwana yako ama ni bibi yako ama watoto, ni lazima watu ujue weakness ya huyo mwenye mnakaa na yeye, upate kumvumilia. Kwa maana hii maisha ambayo tunaishi ni ngumu.
na kila mtu ako na nini, kila mtu ako na udhaifu wake wa mwili ama wa kiakili ama wa kiafya, na kwa hivyo ni lazima tujifundishe kuvumiliana sisi wenyewe kwa wenyewe, na tena tuwe watu wavumilivu. Ndiyo Mungu anasema ya kwamba atatubariki. Na ukisoma katika hayo maandiko hiyo yenye nilikuwa nimewasomea, inaendelea kukwambia ya kwamba Mungu hutimiza haja zetu. Ati Mungu anasikia maombi yetu yenye tunamuomba na anatimizaga kulingana na vile tumemuomba. Lakini ndio Mungu akutimizie haja yako, ni lazima uwe mtu mwenye kuvumilia. Ili Mungu awe akuje akutane na shida zako, ni lazima uvumilie. Haijalishi utakaa muda gani, lakini jawabu ni kwamba Mungu hutimiza haja zetu. Chochote tuombacho kwa jina lake atakuja kutimiza, hata kama tutakaa muda gani. Kwa hivyo kuvumilia ni kitu kingine ya maana sana. Leo tunataka tuongee kuhusu kuvumilia. Mambo ni mengi ya kuvumilia, kila kitu ni kuvumilia. In order to achieve anything, ni lazima ujifundishe kuvumilia. Haijalishi utapanda mlima na utashuka na utateremka, hapana, lakini ni lazima ujifundishe kuvumilia katika kila jambo. Ni kama vyenye mkulima anaenda kwa shamba na anapanda mimea yake na anakaa hapo anagojea mpaka siku yenye itamea mpaka ifike wakati wake wa kuvuna. Hivyo na sisi wanabiashara ndivyo tunatakikana. Watu wengi wanataka ati mtu akifungua biashara kama leo ati inawiri na siku mbili na ikue kubwa, ikue biashara kubwa, lakini sio hivyo. Mungu wetu hakuagi hivyo. Mungu anatembeaga polepole, lakini wakati wake ukifika ni lazima atakutimizia. Kwa maana katika Biblia ametuambia ya kwamba yeye hutujibu kulingana na matakwa yetu. Kenye umeomba ndio Mungu anakupatiaga. Anasikiaga ombi la moyo wako na anatimiza. Lakini na wewe ni lazima umuoneshe wewe ni mtu mwenye kuvumilia, ili na yeye akiona umevumilia sana, na yeye anakuja na anakujibu na anakutendea mambo makuu, na hapo ndio utapata mambo yako imeenda vizuri. Lakini kama wewe sio mtu wa kuvumilia, kuna watu wengi sana wanashidago. Kwa nini hawabarikiwi katika biashara? Shida yenu, acha niwaambie ni nini. Kuna watu wenye hawajui kuvumilia mahali pamoja. Unapata mtu labda leo anauza matunda, amekaa siku 2-3, ameanza kuona hii kazi ni mbaya, matunda inaharibika, tena ameshift ameenda kuuza manguo, anakaa tena anaona manguo hazinunuliwi, ndio huyo mwenye ametoka tena ameenda kuuza mahindi, ndio huyo. Sasa hata Mungu atakubariki ukiwa wapi? Sasa unakutaka saa ile Mungu amekuja kukubariki na wewe umeshachoka, umeshaondoka mahali pale, umeenda pahali ingine. Sasa watu wenye hawavumiliagi, ndio maana unaonaga watu wengi wao hawabarikiagi, kwa sababu saa ile umeuza matunda na Mungu wako jiani anakuja kukubariki. Saa ile anafika kazini mwako, ndio huyo wewe umehama. Saa ile tena amekuja kwenye umeenda, ndio huyo tena umehama. Sasa wapendwa, wacheni niwaambie, kama mnataka kubarikiwa kwa maisha na kwa biashara, kuweni watu wenye kuvumilia. Biashara hiyo yako ipe time, itakuja kukupea faida. Huwezi anza leo na unataka upate faida kubwa na unataka ufanye mambo makubwa. Hapana, ni lazima uipe time hiyo biashara yako, ipatie time. Na tena kuna jambo lingine linaangushaga watu kwa biashara. Unamkuta mtu ameweka ka biashara kadogo, lakini ako na ma expenses mingi. Unataka kila kitu kufanya na hiyo ka biashara yako kadogo. Unakuta mtu ile pesa yenye anapata kwa hiyo biashara, matumizi yake iko juu kuliko kenye anapata. Hiyo tena sio mzuri. Unafaa unajipima. Ukitaka kufanya kazi yako vizuri, jipime. Usikue ati tuseme for example kwa siku umepata 2,000, alafu expenses zako ni 5,000. Utakuta umekula ukakula mpaka pesa ya kazi. Kwa hivyo ndio maana tumeongea kuhusu kuvumilia. Ati kwa hiyo biashara vumilia. Wacha ukue mtu mwenye kuvumilia. Hata kama unataka kufanya jambo, usifanye jambo ile ambayo utatumia pesa ya kazi yote, alafu kesho ukiangalia hauna pesa hata ya stock, alafu unaanza kusema Mungu hakukubariki na wewe ndio ulitumia vibaya. Kile kidogo uko nacho, jipange uweze kutunza biashara yako,
iende hivyo ikikua. Biashara inatakala mtu wa kuvumilia. Hiyo shilingi kidogo ukipata, jaribu kuanisha, unajaribu kuweka pesa ya kazi. Ndio uende hivyo mpaka biashara ikue, siku hiyo ingine ikue biashara kubwa. Sasa hapo ndio watu wengi wanaangukiaga. Watu wengi wako na expenses mingi, unataka utumie pesa mingi kuliko yenye unapata. Hapo naye hujaoneshana kuvumilia. Kwa hivyo, ukitaka kukua mtu mvumilivu, lazima ujue kujipanga kikazi, ujue kujipanga expenses, ujue kujipanga na kienye uko nacho. Hiyo yenye hauna usipangie, pangia ile kidogo yenye uko nayo. Ili hata siku ile tunaambiwa kwa Biblia, Mungu anapeana mtu kulingana na uwezo wake, na anakuanzisha na kitu kidogo, anakupima na kidogo, aone wewe nikikupatia mingi utaweza kuitunza. Kwa hivyo ni lazima anakupea kidogo, alafu anakupima. Akiona wewe hujui kuchunga ama kutunza, hawezi kupea mingi. Kwa hivyo ni lazima uoneshane kuvumilia kwako na uoneshane matumizi yako kwa hiyo kidogo yenye Mungu anakupea. Mungu anataka aone vile unaitunza, ili wakati atakuja kukubariki na hicho kingi, aone wewe ni mtu wa kuvumilia. Wacha niwaachie hapo kwa jioni ya leo. Muendelee kusubscribe. Wapendwa wangu, sijaona comment zenyu, followers wangu. Nataka kusikia hata mkicomment kuhusu hii maneno tunaongea ya Mungu. Kama kuna venye inakusaidia mahali, ongea tu, andika hapo kama message niambie kama unafurahia na hii biashara yangu nayo kuna kitu imekufurahisha. Asanteni sana makastoma wangu.